kupitia ibada hii maajabu mengi yakatendeke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema nasi, tutie nguvu, tuonye na kutuelekeza katika jina la Yesu, amen. Amen, amen. Ongeza makofi mengi kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ongeza makofi tena kwa Bwana Yesu. Mshike mkono wa jirani yako, mwambie karibu sana kwenye ibada ya leo. Amen. Naomba ukae. Nilikwambia hapo pana ufunuo wa kujifunza. Watu unaokaa karibu nao wana uwezo wa kubadili ibada yako na imani yako. Watu unaokaa karibu nao, marafiki zako unaokaa nao, wanaweza kubadili ibada yako. Na mimi ngoja nikuulize swali. Kwa nini wabadili ibada yako wewe? Na kwa nini wewe hujabadili ibada yako? Kwa nini wao wabadili? Maana yake wanakuzidi wewe, wanakuzidi sana, wanakuzidi sana. Kwa hiyo Biblia inasema watu walio karibu nao ndio waliobadilisha ibada zao na imani yao, wakamwacha Mungu wao aliyewatoa kwenye mateso, kwenye machozi, kwenye tabu, kwenye kilio, wakaanza kuabudu ibada za Mungu ambaye hajawahi wasaidia, hajawahi waokoa, hajawahi watoa mikononi mwa Farao. Wanampa heshima Mungu mwingine. Wana wa Israeli hawakwenda kuiba, wana wa Israeli hawakutukana mtu, wala hawakugombana na mtu. Kwa taarifa yako, waliondoa ibada ya Mungu wao aliyewaokoa, wakaiondoa ile ibada, wakaifuta ndani yao, wakaenda kutengeneza ibada za majirani zao. Yaani mimi natamani hii uione. Wakaacha madhabahu zao na ibada yao, wakakimbilia, wakabadili ibada, wakafanya ibada za majirani zao. Wakaacha ibada ya Mungu wao aliyewaokoa, aliyewasaidia, aliyempiga Farao, aliyegawanya bahari ya Shamu. Wakaiacha ile ibada, wakaenda kwenye ibada za majirani zao. Sasa mimi naomba nikuulize swali. Wenzio zile ibada zao hujui zilikotoka, haujaelewa wao wametoka wapi na yule Mungu. Wao ni Mungu wao, walipaswa waendelee na Mungu wao. Wewe una Mungu wako aliyepigana na wewe, aliyekupigania, aliyetafuta kila namna wakati unatia huruma, wakati wewe unatakiwa uaibike. Mungu aliingilia kati. Hiyo ibada sio ndogo. Mungu aliyekutoa mikononi mwa Farao, maadui walio mbele hawamshindi, makabila yaliyo mbele hayamshindi, ajenda zilizo mbele hazimshindi, magonjwa yaliyo mbele hayamshindi, mapepo yaliyo mbele hayamshindi. Halo. Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, ibada ndani yako isife. Mshike mkono tena, mwambie ibada ndani yako iwe hai. Kwa hiyo unisikilize, kama kuna jambo baya, jambo ambalo Mungu hapendi, ni kubadili ibada. Hawa watu walibadilisha ibada ya Mungu aliyewasaidia wakaiacha, ibada ya Mungu aliyewaokoa wakaiacha, ibada na madhabahu ya Mungu aliyewatoa utumwani wakaiacha, wakajiunga na ibada za majirani zao.